Huduma yako kanisani ni nini? Huduma yangu kanisani mara kadhaa nimekuwa nikifundisha pia, lakini pia nimekuwa nikifanya kuimba, kuhubiri. Kwa hiyo sipo katika eneo moja, ila kwa kadiri Mungu anavyonisaidia, kama ni kuimba naimba, kama ikiwa ni kufundisha nafundisha, ikibidi ni kuhubiri pia. Kwa neema ya Mungu nahubiri pia. Hongera sana. Asante. Katika huduma ambayo unaifanya, alishaitokea mtu akakukatisha tamaa mpaka ukaona unashindwa kuendelea hiyo huduma ambayo Mungu amekupa ndani yako? Jambo lolote ambalo ni jema huwa halikosi upinzani. Na hiyo ni kweli hata katika mazingira ya kawaida tu na katika maisha yetu ya kila siku. Jambo lolote jema, jambo lolote zuri, lenye matokeo mazuri, lenye matunda mazuri, halikosi upinzani. Na sio mara zote upinzani unakuwa ni wa moja kwa moja. Kuna wakati unakuta upinzani sio wa moja kwa moja. Na nimewahi kupata ndio namna fulani ya changamoto katika kuhubiri na kufundisha, labda watu wa karibu yako hawata kuonesha upinzani wa moja kwa moja. Kama nilivyosema, unakuwa upinzani sio wa moja kwa moja, wanakukatisha tamaa, ila sio moja kwa moja kwamba wewe bwana acha labda unahubiri nini, upuzi huo. Nimekuwa nikitumia chanzo kama WhatsApp nzuri na Instagram kama kuweza kuhubiri. Sijawahi kupata ujumbe wowote mbaya kwamba wewe Baraka acha kuhubiri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo isipokuwa kukatishwa tamaa kwa maana ya njia isiyokuwa ya moja kwa moja, lakini mimi naona mkatishaji tamaa mkubwa anaweza nikawa ni mimi mwenyewe. Anaweza sitokea mtu yote akanikatisha tamaa, ila mwenyewe naweza nikajifumua tu na nikatia tamaa kwa Baraka jambo nilofanya nimeshafanya muda mrefu au tena. Kwa nini endelee kufanya hivi? Kwa hiyo siwezani kama kutoka kuna mtu ambaye anaweza kanikatisha tamaa kabisa, labda mimi mwenyewe. Na naamini kwa neno la Mungu naweza nikamshinda. Sasa kwa namna gani wewe mwenyewe unaweza kujikatisha tamaa wakati na kile kitu ni wewe mwenye uwezo wa kuweza kukifanya? Adui yetu mkubwa ni mwili. Biblia inasema kwamba mwili wetu nia yake ni uadui juu ya Mungu. Na kwa sababu mwili yetu ni uadui juu ya Mungu, mwili wangu mimi naona kwa ni adui namba moja. Mwili wangu ni adui namba moja. Ashukuriwe Mungu kwa Yesu Kristo, kwa neno la Mungu ninaweza nikaushinda. Kuna wakati naweza nikachoka, nikasema kwamba Baraka Bwana inatosha. Unaona? Nani hapa anakatisha tamaa kama sio wewe? Bwana uweze kuendelea. Sasa kwa nini uendelee kufanya hivi? Ufikiria kufanya vitu vingine, kufanya mambo mengine. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye anatutia moyo. Kuna wakati unaweza hata ukajipiga makofi, unaweza ukaangalia kwenye kioo ukasema wewe Baraka acha ujinga. Sawa? Umeazimia kumfuata Yesu na kweli unajua Yesu ni mzuri, mfuate siku zote. Kwa hiyo kule kulegea kwa ndani kwa neno la Mungu tunafanya nini? Tunashinda. Kwa wale watu ambao wanaweza kukukatisha tamaa, wewe unawachukulia kama adui au unawachukulia kama kitu gani? Ni sehemu ya kuweza kukua. Ni sehemu ya kuweza kukua. Pale ambapo yanatokea mambo ya kuweza kukuzuia kwenda katika jambo jema, alafu ukaweza kuyashinda. Basi kama ulikuwa unapiga hatua 10, utashangaa umepiga hatua 20 mbele. Kwa hiyo mtu yote ambaye atatokea kuweza kunikatisha tamaa katika wokovu, katika njia ya Yesu Kristo, simchukulii kama adui, simchukulii kama kikwazo kwa namna ile, hapana, kwa sababu Yesu ni mzuri. Na basi kwa hiyo naamini nitakapoweza kushinda kile kikwazo kuelekea uzuri, basi napiga hatua nyingi zaidi. Tena naenda mbele zaidi, naenda mbele zaidi. Kwa hiyo ninafurahi ninapopata changamoto kwa sababu zinaniimarisha na kunijenga katika Yesu. Kwa hiyo ikitokea umefahamu kabisa, labda mfano mimi mtangazaji dada Happiness, na kutolea pale kikwazo na kuletea shida kwamba unahubiri vibaya, haufai kufanya kitu hiki, kwa nini usifanye kitu hiki? Je, utaendelea kunipenda au utanikasirikia kwa sababu nimekufanyia vibaya? Wewe ulijua labda mimi nitakupongeza, daktari unafanya vizuri, endelea, lakini nikawa ninakuvunja moyo. Kwa upande wako wewe, mimi utanichukuliaje? Katika namna ya kawaida kabisa niwe mwazi. Ni jambo ambalo linahuzunisha, jambo ambalo linakatisha tamaa, jambo ambalo linavunja moyo. Katika hali ya kawaida kabisa. Lakini
ashukuriwe Mungu kwamba kusimama kwetu hatusimami kwa sababu ya kazi zetu wenyewe. Sio kwa sababu ya matendo mazuri ambayo unafanya, au sio kwa sababu ya kule kuhubiri vizuri ambako maybe ningeweza kuhubiri au kufundisha. Hatusimami kwa Mungu kwa sababu ya zile kazi njema tunazozifanya. Kwa hiyo nitamsihi Mungu aweze kunisaidia na kuweza kunipa moyo wa utulivu, ili kusudi nisije nikaweka kinyongo ndani mwangu, ni Yesu asiweze kuja tena, nisije nikaweka hasira ndani yangu, nisije nikakulipiza kisasi. Kwa hiyo ni jambo gumu, lakini katika Mungu pia anasema hivi kwamba mambo yote yanafanya nini? Yanawezekana. Kwa hiyo katika ulimwengu jambo kama hilo ni gumu, usingeweza kuchukuliana nalo, lakini katika Mungu tunaamini kwamba anatupa kuweza kushinda. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo nitajificha kwa Yesu. Unakutana na kijana, yeye haibi, hafanyi dhambi yoyote ile. Hapo mimi naona haina haja ya huyo mtu kuokoka. Wewe unasemaje, Dr. Baraka? Haja ya kuokoka ipo, kwa sababu kuokoka hakujajengwa katika matendo mema, hakujajengwa katika tu kuto kutenda dhambi. Unaona, kuokoka kumejengwa katika imani ya Yesu Kristo, kujua Yesu ni nani na kazi aliyoifanya, kwa nini Yesu alikuja, kwa nini Yesu alikuja, na kule kuishi kwake, kufundisha kwake, kufa, kuzikwa, kufufuka. Wokovu imeandikwa katika Biblia, Waefeso sura ya 2 mstari wa 8 kwamba sio kwa matendo ya haki tunaokolewa, bali kwa njia ya imani. Ni neema ya Mungu, ni kipawa cha Mungu, mtu yote asije akajisifu. Kwa hiyo ipo haja ya kila mtu kuweza kufikia hatua ya kuokoka, yani kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana kwa maisha yake. Eneo lingine ni kwenye Yohana. Yesu alisema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa mimi. Lakini pia tukirudi katika uhalisia wa kawaida, Biblia inasema sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Kwa hiyo sasa ipo haja ya kila mtu kuweza kufanya nini? Kuokoka na kuamini Yesu Kristo ndiye Mungu. Kwa sababu kwa namna moja au nyingine njia zetu hazijakamilika, hazijanyoka. Tumetenda mema, tujatenda mema wakati wote. Kuna wakati tulipungua. Mungu anasema tunahitaji kuokolewa, na ndio maana akatupatia nani? Yesu Kristo, ndiye mwanae, ili kusudi tuweze kuokolewa mbali na dhambi na vifungo vya mauti na kila namna yote ya sheria ya dhambi, na tuweze kuwa na amani, tuitwe watoto wa Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ipo haja ya kila mtu kuweza kuokoka. Sasa hivi kuna wimbi la manabii wengi sana, na wengine tu wanasemekana ni wa uongo, na wengine wanasemekana ni manabii wa ukweli. Unawezaje kujua huyu ni nabii wa kweli au huyu ni nabii wa uongo? Kwa habari ya manabii, ningesema kweli yako maneno mengi. Biblia inasema kwamba Yesu alituadhari, akasema mjadhari na manabii wa uongo watakaowajia wamevaa mavazi ya kondoo lakini ndani mbwa mwitu wakali, na alisema mtawajua kwa matunda yao. Hatujaitwa kuweza kufanya mashindano, dada hivi. Hatujaitwa kufanya mashindano ya namna yoyote ile. Kama mtu ametokea kuinuka kinyume cha Yesu, anasikana nguvu za Yesu, na akawa anahubiri kwa namna ya ufisadi na fitina, uzushi, utamzuiaje mtu kama huyo wakati ameyali mwenyewe kwenda kinyume cha Yesu? Yesu atamlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Kwa nasema kwamba dawa ya uongo ni kuizungumza kweli. Tumeitwa kuweza kuizungumza kweli. Ule muda ambao mtu ambaye angeweza kwenda kushindana na bio uongo, bora angetumia ule muda kuweza kufunga, kuomba, kukaa na Yesu Kristo zaidi sana. Kwa hiyo niseme wapo, na Biblia ilisema kwamba tujihadhari. Kwa hiyo ni dawa ni kuweza kuihubiri kweli, kuijua kweli, kwa sababu katika kweli ndipo kulipo na uhuru wote. Unaweza kuzungumziaje? Kuna wale manabii mtu akitaka kwenda kuombewa lazima ataje kiwango maalum cha sadaka. Je, hii kwenye Biblia ipo au wao ndivyo wanafanya vitu vya tofauti? Dada yetu, imeandikwa katika kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo, kwamba Yesu alituamuru akasema, mtakapoenda hubirini habari njema, semeni ufalme wa Mungu umekaribia. Hapo akasema kwamba pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, na mwishoni alisema hivi, mmepewa bure, toeni
bure. Kwa hiyo ni jambo la kutisha sana, ni jambo la kutisha sana. Wale wanafunzi 70 waliokuwa wameagizwa na Yesu waende wakahubiri, waliporudi walikuwa na furahi, Bwana, pepo zinatutii. Yesu akawaangalia akawaambia kwamba nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Kwa hiyo niseme hivi kwamba kiburi ni jambo baya sana, linamfukuza Yesu Kristo. Kristo anakataliwa ndani ya nafsi zetu, sio kwa sababu ya udhaifu tulionao, lakini kiburi tulicho nacho. Kwa hiyo kupenda fedha, ni tumbo, vile vyote kuweza kutanguliza na kuvitukuza ni kwenda kinyume na Yesu Kristo. Sio sawa kuweza kuombea watu kwa fedha, sio sawa kuweza kutaka fedha, kuweza kufanya huduma ambayo wewe umepokea bure.